kwa njia ya imani katika damu yake, katika damu yake Yesu Kristo, ili aonyeshe haki yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kujiachilia katika ustahimili wa Mungu, ustahimili wa Mungu, dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Yesu Kristo amekuja kupitia kwa damu yake, basi amezivagia sote dhambi zote zilizokuwa mioyoni mwetu. Sasa amezimaliza. He has done what we call, he has propitiated, yani ametusamee, amezitoa sote. Sasa ni baraka tu. Yesu amekuja kufanya nini? Kuleta kwa dunia. Amekuja kutuletea baraka sisi wenye dhambi. La mwisho, kuna fungu ningependa kusoma la mwisho kabisa. Yohana, walaka wa Yohana 2 fungu lake la 2. Ambapo Yesu ametufanyia. Walaka wa Yohana 2 fungu lake la 2. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini. Pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu, walaka wa kwanza 2 fungu lake la 2. Walaka wa kwanza wa Yohana 2 fungu lake la 2. Nasema hivyo. Inasema kwamba naye ndiye kipatanisho. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Naomba urudie hilo fungu. Naye ndiye kipatanisho. Yesu ndiye kipatanishi kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu pekee, bali na kwa dhambi za ulimwengu mzima. Si Marekani, si Uganda, si Tanzania, si Dodoma, si Kenya, bali dunia mzima yote mahali imefika. Yesu amekuja, amekuwa kipatanisho cha hizo dhambi zote. Na kwa hiyo ametuhakikishia kuwa ameleta what we call blessings kwa mtu mwenye dhambi. Kwa nini? Kupitia kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Sasa ametuweka huru, ametuletea mibaraka. Sasa ni wajibu wako wewe na mimi, kukubali kupata hiyo baraka ama uikatae. Yaani ni kumaanisha kuwa nilikuwa nasema hivi, hakuna kitu kizuri ambacho tutatendea Mungu ndio Mungu aridhike nacho, lakini amekuwa satisfied. Kwa Kiswahili tunasemaje? Mungu ametoseka na ile damu ya Yesu pekee. Hakuna kitu kizuri ambacho unafanya. Kitu kizuri tu pekee unafanya, lakini sio kwa Mungu. Ni kukubali kuwa naye tu. Yaani kuitikia tu. Ukiitikia kwa na Yesu, basi hujafanya kitu, ni kuitikia tu. Anakuambia njooni mwanangu. Njooni tu. Ukikubali kwenda kwake, usifanye kazi yoyote ile tu. Basi mfuate. Kimfuata, kimshikilia, basi